Okay. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake aliwauliza, nyinyi mnaniita mimi ni nani? According to you, mnasema mimi ni nani? Wengine walisema wewe ni nabii mkuu, wengine wakasema wewe ni mwalimu, wengine wakasema wewe ni mwana wa Mungu. So ili swali la Yesu ni nani mpaka leo bado liko. Kuna watu wako makanisani na bado hawajui Yesu ni nani. Unanielewa? Kuna watu wako wanaomba kitoa mapepo na hilo jina la Yesu, lakini hawajui Yesu ni nani. Yohana Mtakatifu mwenyewe ambaye alitengeneza njia kwa ajili ya Yesu, sio? Wakati Yesu anafanya ile miujiza, Yohana alituma watu waende wakaulize. Nendeni muulize tu wanafunzi wake, kaulizeni kama huyo ndiyo Mesaya ama ni mwingine. Kumbuka, the same Yohana ndio alimbatiza Yesu. The same Yohana na Yesu ni watu walikuwa pamoja, kwa sababu mimba zao zilibebwa kwa wakati mmoja, japo kwamba Yohana alikuwa mkubwa kwa miezi, si ndio? Lakini Yohana naye wakati miujiza inaanza kufanyika anakosa kuelewa, mpaka anatuma wanafunzi wake waende wamuulize Yesu kama ni yule Mesaya tunayemngoja ama kuna mwingine. Yesu anamjibuje? Mwambieni vipofu wanaona, viwete wanatembea, viziwi wanasikia. Sasa ikiwa Yohana mwenyewe alikuwa na shauku, huyu ndiye ama si, na alimbatiza. Unaona? Je, wewe mwingine? Ndio maana Biblia inatuambia Tomaso alipokuwa anatia shauku mpaka anasema haamini kama ni Yesu amefufuka, mpaka atie vidole kwa alama za misumari. Yesu anamwambia wamebarikiwa waaminio bila kuona. Unaona? So mimi na wewe ndugu yangu tu kwenye ile generation kwamba hatuoni, hatukuona, sio? Lakini tunaamini. Basi ujue mimi na wewe tuko na neema kubwa sana. Tuko na neema kubwa sana. Yaani tunaamini tu bila kuona. Tomaso alitembea na Yesu kwa muda mrefu, aliona kazi za Yesu, lakini akataka mwanzo aconfirm kwa kutia vidole vyake kwenye tundu za misumari. Mimi na wewe hata kaburi la Yesu pengine hatujui liko wapi, hata sanda yake hatujui iko wapi, lakini leo hii tunaamini. Basi ujue mimi na wewe tumebarikiwa zaidi ya wote, yani tumebarikiwa, na tutulie hapo hapo, maana Mungu anaenda kutusha